Mambo vipi kijana, karibu kwenye episode nyingine ya Kizazi Hiki, This Generation Podcast. Na kizazi hiki ni vijana, Gen Z ndo sisi, na sisi ndo wakuzungumza mambo ambayo yanatuhusu. Na kwenye episode ya leo tunazungumzia masuala mazima ya demokrasia na kijana wa Afrika. Maendeleo ya digitali yameleta vitu vingi sana, ikiwemo demokrasia ya kidigitali. Unajieleza vipi mtandaoni, unaheshimu vipi maoni ya wengine mtandaoni, lakini vipi unamfikia mwanasiasa wa mtandaoni, hususan katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi. Ni siku ama dakika za lala salama, tayari tumeshuhudia sera nyingi, vimbwanga vingi sana mtandaoni kuhusiana na uchaguzi. Na leo niko na vijana wa kibongo wa Kitanzania, Silvano na Keifas, kujadili hili kwa kina. Mambo vipi? Safi sana. Safi kabisa. Mbona sauti sizisikii vizuri? Ya, tuko poa kabisa. Mnatoka kwenye chama chochote cha siasa? Hapana. Lakini huenda tunatoka. Lakini mnapenda siasa, sivyo? Ya, sahihi. Kwenu ninyi, ningependa kusikia kutoka kwa kila mmoja wenu. Demokrasia inamaanisha nini kwenu? Okay, binafsi kwanza napenda kusema demokrasia kwanza ni kama vile mfumo wa watu kuamua namna gani wanataka kujiongoza, lakini pia ni mfumo wa watu kuwa huru. Najua binadamu tunapenda kuwa huru. So ni mfumo wa watu kuwa huru kuanzia kwenye kujiongoza, kuanzia kwenye kufanya shughuli zao za kila siku na vitu kama hivyo. Na tukidefine democracy tunaenda kwenye zile elements za democracy ambazo nadhani hata primary au secondary binafsi tulizisoma. Kuna watu hawajui, tuambie hata kwa uchache. Labda baadhi tunaweza tukasema rule of law, labda kwa Kiswahili tunaweza tukaiweka mfumo wa watu kuheshimu sheria, kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria. Wasema zile multi party system pia ni moja kati ya democracy. Mfumo wa vyama vingi. Mfumo wa ni moja kati ya element ya democracy. Keifas, kwako unatafsiri vipi demokrasia? Mimi demokrasia kama alivyozungumza ndugu yangu Bwana Silvano, na kama na summarize tu kwamba democracy lazima kuwe kuna peace, then kuwe kuna rights. Then kuwe kuna rights za kila kitu ambacho mtu atakuwa kufanya bila kuvunja sheria, lakini pia kuwe kuna amani. Kwa kuna peace, kwa kuna rights, hapo tutakuwa kuna democracy. Hiyo ni maana yenu ninyi personal, sivyo? Yeah, sahihi. Kwa mnavyotazama mazingira ya Tanzania, mazingira ya Afrika, vijana wanatafsiri vipi demokrasia? Kwa vijana demokrasia wanaweza kuwa wanatafsiri kwa namna tofauti kutokana na personal life au expectations zake. Kwa kuna mwingine anakuambia demokrasia sio kitu, yani kwamba like haimnufaishi kwa chochote kwa maisha ya sasa hivi, lakini hajafikiria mbeleni kwamba atakuwa na new generation, atakuwa na yeye pia. Kwa asipo involve kwenye democracy au asipojua haki zake za msingi au asipolinda amani aliyokuwa nayo, kwamba itahitaji ku affect hata kizazi chake cha mbele kitakachokuwa kinakuja, kwamba hawa watu ambao wako kwa sasa hivi wanaweza wasio na impact au wasio affected na aina ya demokrasia ambao labda tuseme wanaivunja au bado wanailinda. Kwa inaweza kuwa ina effect kwa the new generation ambao hawa watu watakuwa hawapo tena. Silvano, kwako? Okay, kwa upande wangu naona mfumo wa vijana kutambua dhana nzima ya demokrasi upo chini, kuanzia kwenye kuijua, kuifanya na hata kuitekeleza kwenye sehemu zao, kwa sababu kuna vijana ambao wana nyadhifa za kiuongozi kuanzia kwenye taasisi za kawaida, NGOs na hata kwenye mifumo ambayo inafahamika ya serikali, lakini kwenye kuipractice hawaipractice kabisa. Lakini pia vijana wengi wanaonyesha kutokujishirikisha na issue za demokrasi, wakiamini kwamba demokrasi ni issue za wazee. Yani wanaelezana politics is for the elders. So hichi kitu kinatukwaza sana. Kuna kipindi niliwahi kutazama baadhi ya videos, mtu ana complain sana kuhusu vijana kutokufanya vitu kama vile kusoma magazeti na vitu kama hivyo. So vijana sasa hivi hatufanyi vitu kama hivyo. Kwa kusoma magazeti, zamani tunaona watu wa zamani walikuwa wanasoma magazeti, na mtu ananunua gazeti la 500 anakaa serious analisoma kwa sababu kulikuwa kuna faida na kuna vitu ana gain. Ila vijana wa sasa hivi, lakini sasa hizi shule iko kiganjani. Hiyo ni sahihi na ndio maana nadhani vijana tukitegemea zaidi mitandao, kuna wakati ambao tunashindwa kupata kile ambacho kinaweza katu-inspire kwenye issue ya democracy. Kwa maana hiyo unataka kusema mitandao inaharibu demokrasia, sivyo? Kuna wakati ambao mitandao inatugeuza, inatufanya tusiamini kwenye demokrasia. Lakini kila kitu kiko mtandaoni. Hata ukienda kusoma misingi ya demokrasia mitandaoni ipo. Ukienda kutafuta kila nchi labda masuala mazima ya uchaguzi unakuta mtandaoni. Ukienda kama Google, vyama vingi vina pages mtandaoni, wizara nyingi za kiutawala, viongozi wote wako mtandaoni.
huoni kama hiyo ni fursa kubwa hata kwa yule kijana ambaye anaona demokrasia sio jambo lake, lakini akiona mtandaoni hata content ya uongozi ya kisiasa inavyopop, ni kama kuna namna inamshawishi kwamba anaweza kufuatilia zaidi maudhui ya namna hiyo? Upo sahihi kabisa Madam Iman. Ni kweli kwamba mitandao ina kila kitu. Kila kitu unachotaka ukipata unaweza ukakipata kule, lakini pia hata issue za democracy zipo kule pia. Lakini vijana wengi, asilimia kubwa vijana, wapo vijana ambao tuko interested na masuala ya politics, masuala ya democracy, tunatafuta hizo kwenye DW, sijui Democratic Party, tukiangalia mitandao yake ya kijamii, tukiangalia kina Barack Obama mitandao yao, tunajifunza kitu. Lakini tukija kwenye kibongo sasa, na vijana wengi sio fans wa hivyo vitu. Sasa hapo Silvanus, ni tatizo la demokrasia ama tatizo la kijana mwenyewe na maudhui anayoyatafuta? Kwanza ni tatizo la kidemokrasia, lakini pili ni tatizo la kijana, kwa sababu vijana wengi wanatumia mitandao, wanaingia tu kwenye mitandao, wanategemea. Tatizo la kidemokrasia tuweke sawa hapo vizuri. Sawa. Mimi bado umeniacha kwa sababu naamini sahihi. Personally naamini kwamba mitandao inakupa kila kitu unachotaka. Ni wewe kuamua kuchagua maudhui unayoyataka ya kujenge ama ya kubomoe. Kwa hiyo nadhani demokrasia imetupa uwanja mpana sana. Sasa ukiniambia digitali inaharibu demokrasia, kidogo unanishtua. Ndio maana nataka nisikie upande wako, labda kuna upande ambao hatujui, sivyo? Sawa. Na mimi nilitaka niweke kwa namna hii ili hata madam muelewe zaidi. Au usinite madam sasa. Imani. Ngoja ukiniita hivyo naonekana kama mshangazi bwana. Sawa. Iman, nadhani kwa mimi nilitaka niweke kwa namna hii. Vijana wengi tuna consume kwenye mitandao ya kijamii, hususan kwa content kutoka kwa watu mbalimbali. Lakini pia kuna wakati ambao tunatamani kuona contents ambazo zitatufanya tuwe motivated au kuifahamu zaidi dhana ya democracy. Hususan tunatamani tujue hata kwa baadhi ya watu kupitia kazi zao wanazozifanya. Sasa hapa nadhani ndo naenda kule ambapo nilikuwa namaanisha mimi. Tukiangalia sio watu wote tutaingia mitandaoni kutafuta kitu fulani husika. Kuna vijana ambao hawana elimu kubwa kwenye kutumia mitandao ya kijamii. Lakini mitandao ya kijamii kama angeweza kupata contents ambazo zinaweza zikamfundisha hata kuhusu democracy. Unajua democracy dhana yake imeishia mashuleni zaidi. Ukija kwenye mitandao ni watu wachache sana kibongo au Afrika wanajiassociate na hivyo vitu. Umeona? So kijana yeye, kuna wakati ambao kijana sio lazima aende akatafute vitu. Hiyo tunafahamu, na ni wachache sana vijana ambao wanaweza kutafuta maudhui wanayotaka. Lakini wengi wanaingia na kuconsume kila kinachokuja. Sasa tutengeneze mfumo ambao wale watu ambao wanatengeneza maudhui, tuseme contents, kuanzia vyombo vya habari, content creators na watu mbalimbali wanaotumia mitandao ya kijamii kuzalisha vitu. Watengeneze vitu ambazo au products ambazo kijana akiziangalia au akizitumia atakuwa anajifunza zaidi kuhusu democracy. Kwa hiyo kama nimekuelewa vizuri, unakubaliana na mimi kwamba digitali ni jukwaa ambalo linaruhusu kila chochote kuwekwa, ikiwemo hiyo elimu ya demokrasia na siasa. Lakini tunachokosa ni watengeneza maudhui ya kisiasa na demokrasia, sivyo? Sahihi kabisa. Hapo sasa tuko ukurasa mmoja. Keifas, digitali imetuletea demokrasia mpya. Demokrasia ya kidigitali ama digital democracy kwa kimombo. Unadhani vijana wa Tanzania wameichangamkia kwa kiasi gani? Vijana wengi wa Tanzania wameweza kuitumia digitali kwa namna tofauti kadri watakavyokuwa wanafikiwa. So kwa sasa hivi watu wengi sana walikuwa hapo exposed na democracy na vitu ambavyo vinaendelea. Kumbuka social medias zina expose vitu vingi sana ambavyo vingine huenda ilikuwa ni ngumu sana kuja kuvi-expose. Kwa mfano sasa hivi mtu anaweza aka-criticize kwenye social media. Labda anaweza akatoa hata proof kwamba screenshots kwamba kiongozi fulani alituahidi kitu fulani atakifanya kipindi cha uchaguzi, sivyo? Lakini kwa sasa hivi ameshapata kura yetu, lakini hatuoni chochote. Kwa tayari amesha criticize yule mtu, lazima hata masipo respond, lakini atakuwa ameshafikia kwamba mtu amesha criticize directly, kuliko zamani kwamba sio lazima mpaka uende labda sio kwenye parliament wapi ndo uweze ku-criticize au uweze kuzungumza. Sasa hivi mtu anaweza akawasilisha hoja yake moja kwa moja. Lakini pia content creators wengi pia sasa hivi pia wanakuwa wanazungumzia au wanahubiri sana kuhusu amani na haki kwa njia mbalimbali za mitandao. Wengi wamekuwa wameitumia positively. Najaribu kuzungumza in positive way kwamba kwa namna gani demokrasia inazidi kukua, kwamba inakuwa ni rahisi watu kutrack hata member of parliament ambao wanakuwa wanawajibika kwamba mtu fulani kafanya nini
Kwa kwenye social media anaweza akaingia aka search mwana mtu fulani kwa sasa hivi amefanya nini, au kile alichokuwa amekiahidi amekitekeleza au bado hajakitekeleza. Kwa kiwango fulani demokrasia imekuwa sana kwa vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kufuatilia kuhusu democracy in general. Asante Keifas. Unatazama The Generation Podcast ama This Generation Podcast, kizazi hiki podcast. Hii ni podcast chini ya taasisi ya This Generation ambayo lengo lake kubwa ni kuhamasisha ama kukuza sauti za vijana, kuzungumza masuala mbalimbali ya demokrasia, masuala ya kidijitali, ukatili wa kijinsia mtandaoni na mambo mengine yanayohusiana na hayo. Mimi ni Imani Henrik na ninazungumza hapa na Keifas pamoja na Silvanus kuhusiana na masuala mazima ya demokrasia katika bara la Afrika. Tuzungumzie engagement. Ushiriki wa vijana kwenye siasa mnauonaje? Tukianzia kwako Silvanus. Okay, ni kama nilivyokwisha kutangulia kusema awali, vijana wengi tunatazamia issue za siasa kama swala la watu ambao ni watu wazima zaidi au wazee. So tunajisahau kwamba sisi tunayo haki na tunayo dhamana ya kujihusisha na swala la siasa. Yaani siasa ni kila kitu. Wengi tunachukulia tu ni swala la kupiga kura, nitasikiliza hoja, nitapiga kura, sito question. Lakini siasa sio kuwa kiongozi tu. Watu wengi tunadhani labda nikiingia kwenye siasa nitahitaji kugombea ubunge, udiwani na nini, nitahitaji kusemea watu. Hapana. Siasa inajumuisha pia kuquestion labda pale ambapo vitu haviendi sawa kwenye nchi yako, lakini pia siasa inajumuisha kujua nini kinachoendelea nchini. Kwa sababu wanasiasa ndio wanaoongoza nchi. Viongozi ni wanasiasa. So usipoifahamu siasa, usipofahamu wale, hutowa question na hutojua nini wanapaswa kukifanya kwa ajili yako. Utapiga kura sawa, utasikiliza hoja zao, then what next? Hutowa question pale ambapo wameenda kinyume. Siasa inajumuisha kujua katiba yako ya nchi. Siasa inajumuisha kufahamu nini kinaendelea bungeni, kusoma magazeti. Zote hizi ni politics, unatakiwa ujihusishe nazo kama kijana. So vijana wengi bado vijana wengi wanaogopa kujihusisha na siasa. Nini kinawarudisha nyuma? Maana ukiniambia wanaogopa, huenda wanapenda lakini wanarudi nyuma kwa sababu mbalimbali. Okay, binafsi nadhani sababu ya kwanza ambayo inawarudisha vijana wengi nyuma kwenye swala zima la siasa, kwanza kabisa ni kutokuwa na imani tena kuhusu swala zima la siasa kwa ujumla, kwa sababu wameshavunjwa moyo sana. Yaani vijana tumechoka. Mioyo imepondeka. Mioyo imepondeka. Vijana wengi tumechoka na kujihusisha na swala la siasa kwa sababu tunaona haileti impact. Mwisho wa siku tunapata wanasiasa zaidi tofauti na viongozi. Unajua binafsi mimi naonaga kuna tofauti ya kuwa mwanasiasa sana na kuwa kiongozi bora. So vijana wengi tunakuwa tushachoshwa na siasa. Kwa maana vijana wengi narudisha nyuma, lakini pia vijana wengi tumekuwa tukipuuzia siasa ni ya watu wachache na vitu kama hivyo. Na muda mwingine pia tukienda ndani zaidi, hata distractions zinachangia watu kutojihusisha na siasa. Mtu akiingia online ni ngumu kuangalia TBC wameposti nini. Mtu akiingia online ni ngumu kuangalia sijui Crown TV imeposti nini kuhusu swala fulani, kuhusu agenda fulani ya serikali, sijui bunge limesema nini. Hatuangalii tena hivyo, lakini tukiingia online tutaangalia huyu ameposti hivi, video inachekesha, nitacheka, nitaendelea na shughuli zangu. Nitaingia YouTube, nitaangalia video za ajabu ajabu, nitaingia wapi, lakini sitojirelate tena kwa sababu ya nini? Distraction. So distraction pia zinawarudisha watu nyuma kufuatilia topics za msingi kama politics. Keifas. Naam. Digitali imetoa fursa ya kampeni za kidijitali pia ama online campaigns. Sure. Kwa ulivyotazama tangu tumeanza kampeni za vyama mbalimbali, zimetoa uwanja mpana kiasi gani ama nafasi kiasi gani kuhakikisha kwamba hata mimi ambaye sitakwenda kwenye mkutano wa kisiasa najua mgombea wa jimbo langu ana sera gani, ana vipaumbele gani? Unadhani hiyo influence ya majukwaa ya kidijitali na social media imesaidia vipi ushiriki wa watu wengi kwenye siasa hasa vijana? Kwa mimi naweza nikazungumzia kwa njia mbili tofauti, kwamba kwa kiasi fulani kuna engagement kubwa sana vijana ambao wameanza kushiriki. Kwa mfano kuna baadhi ya tuseme wasanii au content creators wadogo na wakubwa pia wameweza kuhusishwa kwenye campaigns, kwamba ni kama endorsement wanakuwa wanapata, kwamba kwao wanakuwa wanajidi kukua kwenye siasa na kujifunza zaidi kuhusu siasa. Lakini ni kweli wanajifunza, lakini ndio nataka nizungumzie kwa aina mbili tofauti. Ni maana nimekuuliza, kuna watu ilikuwa ni CCM wanatimiza
wanazindua ilani yao nadhani Dodoma. Tuliuliza baadhi ya content creators, hii ilani inasema nini? Wengi walikuwa wanacheka. Wanatuambia bwana zima mic. Sasa inategemeana na mtu ameenda pale kwa ajili ya which purpose. Anataka kukua au anataka kupata pesa then ni pesa siku moja then ishie pale pale. Kuna wengine wanakuwa wanafikiria kwamba niko hapa kwa malengo ya miaka ijayo, yani for my future. Alafu na mwingine niko hapa nipate kiasi fulani cha pesa, then the rest tajulikana huko mbele. Kwa kila mtu anakuwa na perspective zake tofauti kwamba mimi nataka ni jiunge na hichi chama maybe au nikae hii party ili nifaidike kwa namna moja mbili au tatu. Tunaita machawa kwa lugha ya Kizungu. Wanaoita machawa kwamba they like puppets. Kwamba mimi niko hapa, the election ikiisha mimi na nyie bas. As long as kwamba mimi nina power na watu wanaweza wakafanyaje nikawafikia. Kwa the rest mtanipa pesa then nitaisomea kwa siku 2-3 nitaendelea maisha yangu ya kawaida. Lakini mtu mwingine yuko pale maybe ameingia sasa hivi au yuko toka miaka ya nyuma kwamba kuna kitu ana aim pale au kuna kitu amenufaika kutokana na kuwepo pale. Lakini kwa upande mwingine pia imekuwa opposite. Like sasa hivi kuna makosa mengi sana inaenda cyber crimes acts kwamba mtu ametoa taarifa fulani huenda ikawa ni ukweli au sio ukweli, lakini unfortunately anakuwa arrested. Unaona kwamba inakuwa inarudisha nguvu nyuma kwamba mtu huenda akawa yuko sahihi maybe au asiwe sahihi. Kwa the way ambao wanakuwa be treated kwamba ukijihusisha au kuzungumzia kuhusu siasa au kuzungumzia chochote kuhusu siasa. Sasa hivi ukimuuliza mtu au ukimwona mtu akiwa amejihusisha na siasa, unaweza na mwanasheria. Means kuna hali ambayo imesha au rafiki yake anakuja pale ana comment anasema mwanasheria wako nimesafiri mzima mwanasheria wako bado mzima au amesha kukataa, umewasiliana naye lini? Unaona kwa kiasi fulani inaweza kunarudisha nyuma, lakini huenda labda alikuwa ana criticize in peaceful way au alikuwa yuko sahihi maybe au anataka kujua kuhusu 1 2 3. Sio dhambi ku criticize au sio dhambi kuuliza au sio dhambi kukumbusha kwamba kuna 1 2 3 ambao kutekeleza au kuna information kuhusu serikali nataka kuzijua. Tuna haki ya kuuliza kuhusu information au kuask a certain information from the government. Kwa hayo uliyosema Caiphas, nikikuuliza saizi hali ya uhuru wa kujieleza Tanzania ikoje, uta define vipi? Nitarudi pale kwa aina mbili hizo kwamba kuna watu ambao sasa hivi wana uhuru wa kujieleza, lakini kuna watu akina nani wana uhuru wa kujieleza? Wenye uhuru wa kujieleza wanaonekana siwezi nikawa point directly, lakini wapo kwamba like anaweza akatoka akazungumza na yuko proud, unaona. Lakini kuna mwingine anaweza kaa anaogopa kutoka, anaogopa kuzungumza kutokana na maybe yuko on opposition part au yuko kwenye leading part, kwamba inategemea tu kwamba wewe uko kwenye party ipi. Sema kwamba mimi ni Yanga, wewe ni Simba, mimi naongoza, kwa mimi nitazungumza na nitakuwa free kuzungumza. Lakini mimi ambao tuseme ni Simba umenifunga, nitakuwa sina ule uhuru wa kujiexpress zaidi kama wewe. Nataka kusikia hili kutoka kwenu. Mara nyingi nimekuwa nikizungumza na vijana wananiambia okay, tulikuwa wadogo, tulikuwa ikifika kipindi cha kampeni zilikuwa na mvuto sana, tulikuwa tuna enjoy kutazama kampeni, lakini mwaka huu wamepata ladha tofauti. Yani kama chakula wanasema ni kama kimekosa chumvi hivi, hamsha hamna, yani the campaigns are no longer spicy like how it used to be. Kwani mna mtazamo gani na labda mna enjoy? Okay, binafsi ngoja nianze kujibu kwa namna hii. Kwanza kabisa nilifuatilia kwa ukaribu kampeni za 2020, lakini pia hata nyuma kidogo 2015, ingawa nilikuwa mdogo lakini nilikuwa naziona zinavyoenda. Ni very different, yani ni tofauti kabisa na kilicho hivi sasa. Kuanzia kwenye media, yani mimi napenda kuanzia na issue za media kwanza. Kwa mfano kwenye magazeti, yani nikikuletea gazeti la 2015 na gazeti la 2020 uyasome ya mwezi wa 10 kipindi cha uchaguzi. Imani utashangaa sana na content iliyopo kule ndani. Yani ni tofauti kabisa. Tofauti ni nini? Tofauti kwanza ni kwa sababu uchaguzi ulikuwa na ladha tofauti. Uchaguzi wa 2020 na uchaguzi wa sasa hivi ni ladha mbili tofauti. Kwa sababu ya opposition. Opposition imekuwa ndogo sana. Nimezungumza na mmoja mzazi wangu siku za nyuma hapo, nilimuuliza swali dogo tu. Sijasema ni baba au ni mama na sijasema ni mzazi wangu kinamna gani. So nilizungumza naye kumuuliza kwamba vipi utapiga kura kwa sababu umejiandikisha? Akaniambia
nipige kura kwa nini? Sioni ladha, sijaona upinzani. Sasa napiga kura kwa nini? So kitu kama kile kinaondoa ile ladha ya uchaguzi. Lakini pia kwenye media, nilikuwa mfuatiliaji wa kipindi cha Kipima Joto ITV. Kuna mbabu fulani alikuwa anazungumzaga na kuhoji watu, anaenda kwenye Kipima Joto, anaulizwa maswali, mgombea fulani anaongea kitu fulani, unazungumzaje wewe? Watu walikuwa wanaongea, wanatoa maoni yao. Lakini sasa hivi sioni vitu kama hivyo. Sijajua ni kwamba mimi sijavifuatilia kuvitafuta, lakini kiuhalisia ni hapana. Nimejaribu kuchimba baadhi ya medias, baadhi ya vyombo vya habari, kuangalia ni nini ambacho wanazalisha kwenye kipindi kama hichi. Kipindi kama hichi nilitegemea baadhi ya medias kufanya mijadala mingi ya kuhusu masuala ya uchaguzi, kuwaita wabunge kama inawezekana, na sidhani kama inashindikana. Kuwaita wagombea, labda mgombea wa urais na nani. Hata nchi fulani, baadhi ya nchi zinafanya vitu kama hivyo. Mijadala mbalimbali, watu wanaulizwa maswali, wanajadili nini unaahidi watu wako. Lakini pia tukiangalia kwenye digital, swali ambalo litatoka kuzungumza mwanzo, natamani nilijibu pia kwa sasa hivi. Nimejaribu, mimi na consume mitandao ya kijamii, TikTok wapi. Nikiingia kule nikitegemea nikutane na watu na mada mbalimbali, watu wagombea wakiwa wanazungumzia, lakini sizioni. Sasa hivi nyingi ambazo nitakutana nazo kule ni zile ambazo aidha michapio ya wagombea, cha kwanza, au cha pili zile hoja ambazo ni broken kabisa, hoja hafifu. Ndio vitu ambavyo vinakuwa vingi kule kwenye mitandao ya kijamii. Nilitegemea nikutane na hoja ambazo ziko strong. Zile ambazo ziko week ndo naziona kule kama chai imetiwa ndimu hivi badala ya sukari, sivyo? Sijaelewa. Yaani badala ya chai iko sukari imewekwa chumvi. Kayfos, unasemaje? Kwa mimi nitazungumzia kwa mitazamo yote miwili pia vile vile, kwamba kwa sasa hivi the taste, ladha ilivyo, kwamba na kuwekea maji mawili, kwamba chagua maji moja wapo. Alafu then unawekewa hapa sparkling na still. Kwamba yani tuseme nakupa viatu hivi, na kwamba chagua kiatu moja wapo ambao unaona ni kizuri kwako, lakini viatu vile unakuta labda viko sawa, si utakuwa umenipata kwenye hiyo picture. Sijakupata mimi, hata nikikupata anayekutazama pale anaweza kuwa hajakupata, anaweza kaja kupata, lakini atanipata hivyo hivyo nitakuwa naelezea. Na itakuwa ni mfano mzuri kwamba nazungumzia ladha. Yaani tuseme tunawekewa imani hapa na imani mwingine hapa, alafu naomba mchague imani ambayo unamtaka. Yaani kwa kiatu alizungumzia kiatu cha kulia na kushoto, alafu naambiwa chagua kizuri kipi. So ni kitu kimoja, leo naambiwa chague kizuri. Then kuna kwa upande mwingine pia nitazungumza kwamba tuseme kama mimi nimeshapika au kuna chakula iko pale, then mimi naona kwa tukale, sivyo? Kwamba nimekuita njoo tule, umekataa. So what is going on? Mmoja anaweza kaamua kale au akaamua kumfaje kumuuliza kwamba kwa nini wewe hujala. Na mimi anayetutazama ana D2. Tuende mapumziko mafupi, tutarejea muda si mrefu. Hii ni This Generation Podcast. Sawa, karibu tena kwenye This Generation Podcast. Mimi ni Imani na nazungumza na ni Gen Z. Gen Z. Nilikuwa nataka kuwa na uhakika. Kuna mtu aliniambia Gen Z waga hawasikii. Kayfos pamoja na Silvanus. Naam. Mmesema kwamba wote mmekubaliana kwamba vijana wanaona demokrasia ni kitu cha wazee. Wanaona kama demokrasia sio jambo lao, siasa ni uko, wengine wamechoka kama ambavyo mnasema. How do we change that? Tunabadilisha vipi hiyo narrative? Kwa sababu mabadiliko mengi yanaletwa na vijana duniani kote, na saizi tuko takriban 77% na bara la Afrika ndo lina vijana wengi zaidi. Sasa kama sisi tunakimbia siasa, nani atashape kesho yetu? Kwa mimi kwanza niseme kwamba sasa hivi ndo maisha yetu, yani siasa ndo maisha yetu. Hata nikikimbia sasa hivi takuja kuwajibika mbeleni, kwamba kwa mfano sasa hivi watu pia wameamka kwamba kuna watu ambao ni wafanyakazi au tuseme ni entrepreneurs, lakini pia kuna watu ambao wako affected direct, yani tuseme walikuwa wanasubiri kwamba iwaguse then wafaje wasimame. Kwa sasa hivi wameshaanza kuguswa. Kwa mfano kuna mambo mengi sana yanazidi kuendelea hapa katikati, kwamba mtu anasema kama vile hii inanigusa mimi mwenyewe, kwamba nisiposimama sasa hivi sitaweza kusolve miaka 30 ijayo. Naona kwamba sasa hivi hata watoto wanakuwa wanajua kwamba siasa sasa hivi tunaelekea 1 2 3, kwamba mko umekuwa mkubwa, watu wanazidi kujua kwamba hiyo yote pia ni nguvu ya social media.
sababu vitu vyote vinakuwa exposed kwenye social media. Watu wanaona hata kama asipozungumza, lakini amefanyaje, ameona. Kwa hiyo mtu akiona kitu fulani kiko sawa, obviously kitaje kuni affect au moja kwa moja kinanigusa mimi. Kwa mfano labda kuna too much taxes zimeongezeka, lazima kama ni mfanya biashara, ni mfanya kazi, lazima hii mbona inanigusa moja kwa moja. Lakini pia kama ni content creator, kwa mfano kuna a lot of opportunities content creator maybe wanaweza kuwa wanakosa. Kwa hiyo wanaweza kusema kwa mfano content creators wa Tanzania ni tofauti na content creators maybe wa abroad. Kwamba kuna watu sasa hivi wanakuwa wanalipwa, na kama niki flashback, kuna kiongozi na hisi pia unfortunately alija kutoka kwenye madaraka, lakini anasema kwamba Tanzania tutaanza kulipa content creators. Lakini unfortunately akawa haipo kwenye power tena. Unaona kwamba kuna Sasampa huko kwa kiasi yake ni namna ya kujiposition. So ukijiposition, they should not having more followers. It's just a strategy. Ni wewe kuwa strategy. Yeah, if you have a good strategy, then enjoy the national cake. Kuna tegemeana. Sasa unaongea kwa kodi sana bwana. Hapana, si kodi. La Sasampa nadhani kijana yeyote angependa. Of course sio kijana yeyote, ni vijana wote wanakuwa wanapenda kwamba kitu anachokifanya kile kina manufaa. The way anapokuwa anatumia bando au anaweza kufanyaje kurudisha pesa alio kwa the alivyokuwa ametumia. Kuna content creators nje wanalipwa sasa hivi. Per views maybe, labda ni TikTok, labda ni wapi, lakini kuna monetization inafanyika. Lakini akija maybe labda nchini, labda kuna vitu vimemiss au havipatikani, kwamba lazima question hii yote imetokana na nini? Na siasa. Kwamba ingekuwa siasa imeangalia kwa engo hii, maana mimi ningekuwa nimenufaika. Kwa hiyo unasema kwamba tumepiga hatua na tunatakiwa kuendelea kusema, sivyo? Yeah, of course lazima tuzungumze kwamba kuna kitu fulani kiendelee au kuna kitu fulani sisi tunakikosa. Maana kama ni hivyo, maana ni haki yako ya msingi kuipata, na as long as kwamba umefuata sheria na haujavunja sheria yote ya nchi, ni haki yako ya msingi. You have to talk. Bila kuzuiwa kwa namna yote ile. Silvano unasemaje? Siko mbali sana na my brother hapa, lakini pia nadhani vijana wengi bado kuna vitu tuna lack ili kuzungumzia zaidi kuhusu swala la siasa. Tunakolaki tulishazungumzia, so tunabadilisha vipi hiyo narrative? Jinsi ya kubadilisha, naomba niseme kwa namna hii. Kwanza kabisa, sijui kama nitakachokizungumza kinaweza kukusikiwa na watu ambao, yani kinaweza kusikiwa na kikafanyiwa kazi. Jambo la kwanza ni uongozi tulionao. Moja kwa moja ninaweza nikasema labda vijana wapewe elimu, kwa sababu ajenda kubwa zaidi ya kumtoa mtu kutoka kwenye kitu ambacho akifahamu na shiriki nacho hakijui kabisa ni kumpa elimu. Sasa elimu ya kuhusu siasa vijana tunaifahamu kwa kiasi fulani na kwa kiasi ambacho kinatosha kabisa. Labda tukirudi kwenye data au tukiangalia hata kwenye mitandao ya kijamii, ni wanafunzi wangapi wana graduate kwenye vyuo vikubwa masuala ya sheria, masuala ya politics? Wengi sana. Wengi, wanasheria ni wengi, kila mwaka wana graduate. Lakini ni mwanasheria gani amesimama kumtetea mtu fulani au mnyonge fulani ambaye ananyimwa haki yake? Sasa yote hii ni kwa nini? Tunagundua kwamba elimu wanayo, na vijana wengi wanaosoma masuala ya siasa na hata ambao hawasomi masuala ya siasa, vijana wengi tumesoma somo la uraia, tumesoma somo la civics, tunajua kuhusu siasa. So kwa nini hatuizungumzii? Elimu tunayo lakini hatuizungumzii. So tunakuja kwamba kusema kwamba kuna mazingira ambayo yakiwekwa ya kupractice kile kitu ambacho tumekisoma. Kama mazingira gani? Ya supportive environment ambayo inaweza katengenezwa na serikali na uongozi tulionao pekee. Yapi yani hiyo supportive environment? Kwa sababu saizi hata ukimuuliza waziri wa habari atakwambia mitandao ipo, inapatikana, bando unanunua, kampuni za simu zipo, unataka nini? Okay. Nadhani hapo hivyo tunaweza tukafanya vile tukaizungumzia zaidi hii mada ya vijana kufahamu kuhusu swala la siasa au kufahamu kuhusu swala la demokrasi na vitu kama hivyo. Yani kumfanya kijana ashiriki na aone kama yeye anashirikishwa kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo kuanzia kwenye unajua kuna siasa, serikali ina implement vitu vyake kupitia agenda inazozitengeneza au police ambazo zinakuwa formed. So inaweza ka form police ambayo inawafavor vijana kufahamu swala la siasa. Kwa mfano inaweza kusema labda vijana watakuwa wanafundishwa kuhusu swala la uzalendo wakifika chuo kikuu. Kufahamu jeshini kwa mujibu wa sheria na mnajifunza. Wenda kule haijatosheleza kwa sababu bado naona haitoshi.
Vijana wanafahamu vyote hivyo, lakini kwa nini sasa? So binafsi naona ni swali ambalo linahitaji jibu refu sana, na binafsi na ni mjadala mpana. Tuna wadau wa demokrasia, taasisi za binafsi kama This Generation na nyinginezo ambazo wanajaribu kuwaleta vijana pamoja kuzungumzia demokrasia, kuzungumzia mambo ya kidijitali, teknolojia zinazoibuka na vitu kama hivyo. Mnadhani wafanye nini zaidi kwenye masuala mazima ya uchechemuzi ama advocacy kuhakikisha kwamba kweli vijana wanapata hamu ya kuzungumza ama kushiriki kwenye masuala mazima ya demokrasia na siasa? Kwa mimi nahisi tutatue tatizo kuanzia mwanzoni. Kama flashback huku tuseme kwamba kuanzia primary kuna somo inaitwa TEHAMA. TEHAMA means teknolojia, habari na mawasiliano. Maanake kule tunawafundisha vijana the way teknolojia, habari na mawasiliano inavyokuwa ina impact kwenye jamii, kwamba tunataka tubadilishe mindset kwamba hiyo ni haki yake ya msingi. Kwa mfano kwa sasa hivi nchi inaweza inapitia kwenye wimbi kubwa sana la kukosekana kwa ajira kwa vijana. Lakini tutatatua hiyo changamoto? Maana hapo siasa inafanyaje? Inaingia. Lazima kuwe kuna politics ambazo zitakuwa zinafanyaje, au sera ambazo zitakuwa zinagusa moja kwa moja kwa watoto. Kwa mfano tukifanya implementation kwenye hiyo TEHAMA, mfano mtoto mdogo kabla hata hajawa mkubwa ameshakuwa exposed na mambo ya teknolojia, maana yake tunatengeneza kizazi kijacho ambacho kitakuwa kina nguvu kwenye masuala ya teknolojia. Nakumbuka teknolojia inazidi kukua. Sasa hivi watu wanafanya kazi remotely. Kuna mtu anafanya kazi na NGO iko UK, yuko USA, lakini yuko nyumbani. The issue ni kwamba ana bando, ana mtandao wake, ana kila kitu, ana skills ambazo zinakuwa zinahitajika. Kwa tayari umesha solve the issue of unemployment, kwamba mtu anaweza kama amekaa lakini anafaje, ana earn. Na hapo sasa hata ukisema kwamba au analipa taxes, anaweza kulipa taxes kama kutoka kuna miundombinu ambayo itakuwa inamnufaisha au inamsaidia yule kijana azidi kufanyaje, azidi kuthrive, kwamba anahitaji labda kama ni kuna vitu vinakuwa vinahitajika kama ni monetization au kila kitu kimekuwa smoothly kama nchi zingine zinavyokuwa zinafanya. Tofauti na kwamba nataka kufanya kitu fulani kwa kuna barrier. Huko hawezi kufanya au iko restricted kwa hizi nchi tu. Kwa nini sio Tanzania? Kwa nini sio Afrika? Kwa nini sio 1 2 3? Kwamba tuko na zile strategy kwamba tunaweza tukasolve the issue of unemployment opportunity, na hapo sasa ndo demokrasia au siasa inafanyaje, inahusika, kwamba tukipata viongozi ambao wanaweza wakatuzungumzia au wakasimama na sisi hadi kwa watoto wetu wakiwa huku chini, inakuwa ni advantage. Kwa kama nimekuelewa vizuri Kephas, hii stress ambazo tuko nazo vijana, kukosekana kwa ajira, inatufanya tuone hata siasa sio jambo letu. Yeah, of course. Sawa, tukiwa tunaelekea mwishoni, unamwambia nini kijana wa Kitanzania, wa Kiafrika ambaye anakutazama kuhusiana na ushiriki wake kwenye siasa? Kwa mimi ni fanya kile kitu ambacho hakitakupa manufaa kwa siku 2 3. Think beyond. Fikiria baada ya miaka 30, miaka 20. Kumbuka hawa viongozi ambao wataenda kuchaguliwa ni watatoka, yani kuna transition. Atakuja kiongozi huyu, atatoka, atakuja mwingine, huyu mwingine atakuwa tayari ameshatoka. Kwa kama atakuwa ni umemchagua kiongozi ambaye ulikuwa ni kwa manufaa yako, labda tuseme kwa siku 2 3, kumbuka atatoka kwenye ile position au atakaa kwenye ile position na wewe utakuwa affected. Au usipokuwa affected, sera zake au na kila kitu alichokuwa anakifanya kwenye uongozi wake kinaje ku affect hata kizazi chako mbeleni. Kwa hiyo unapokuwa unafanya kila kitu, lazima utulie na ufanye chaguzi zako sahihi, kwamba naenda kuchagua mtu fulani au kitu fulani kitakao kitendeke. Zungumza as long as kwamba hauvunji sheria na hamna kitu, yani unakuwa na correct information from the correct source, then una share in peaceful way, kwamba nahitaji kusikilizwa, hamna mtu ambaye atashindwa kusikiliza. Silvano unasema? Binafsi ina vitu viwili vya kuzungumzia, na ni vitu ambavyo vijana inabidi tuviache kama kweli tunataka kufahamu kuhusu siasa, lakini pia kama kweli tunataka kufanya kwa ajili ya jamii yetu, kufanya kwa ajili ya future yetu hapo baadaye. Jambo la kwanza ni ubinafsi, na jambo la pili ni kutumika. Vijana wengi tunatumika, vijana wengi wanatumika. Kivipi? Kuna vijana ambao vijana tunafahamu ni ukifika miaka 35 sio wewe kijana tena, si ndio? So below ya 35 wewe ni kijana.
kuna content creators wengi bado ni vijana. Kuna watu mbalimbali hususan wasanii bado ni vijana. Kuna vijana ambao wana nyadhifa na wana fans na wanasikilizwa na wana nyadhifa za uongozi, lakini vijana wale wanatumika kuwarubuni wananchi. Sasa najua utaniuliza swali lingine hapo, kuna swali ambalo linakuja. So vijana wale wanatumika kuongea vitu fulani, agenda ambazo wanakuwa wamekuwa wamewekewa badala ya zile agenda za uhalisia. So vijana wale tulitegemea wale ndo wawe wazungumzaji wakuu kuhusu issue zetu, na watu ambao wataweza kutushauri au hata kutuambia bana kitu fulani kinafaa, kitu fulani hakifai, kwa sababu wana fans. Mimi niseme namshabikia mtu fulani, yule mtu akiniambia kitu fulani nitaanza kukaa chini kuanza kukifikiria huenda ni sahihi. Sasa yule mtu kila siku ananiambia kitu positive, support huyu, support hichi, si yakaa chini nikaanza kuchuja, nitamwamini yule? Nikirudi huko content creator huyu aniambia kitu hichi bana, huyu nani atakaa chini kufikiria na kujua kwamba sio sahihi anachoniambia? Wengi unajua kuna watu ambao hawajasoma. Kwa hiyo inaathiri vipi demokrasia na ushiriki wa vijana? Sawa. Okay. Vijana wengi tunapenda unazungumzia kwa swala la kutumika. Okay. Yani kwamba content creator amenishawishi msapoti huyu, mchukue huyu na nini, inaathiri vipi? Okay, inaathiri kwa sababu hii. Kwa sababu kuna watu wana fans. Wale ni wana mashabiki na wana watu wanaowasikiliza. Na wanawaamini. Sio watu wa kuignore hata kidogo. Wale kuna watu ambao akiambiwa leo hii na mtu fulani, tuseme Diamond Platnumz, akimwambia leo hii hichi fanya hichi, hata tukiwa chuoni nikiwa napiga story na washikaji wenzangu ananiambia mimi Diamond akiniambia nifanye hichi nafanya. So kuna watu ambao wanakusikiliza. Yani wewe ukishakuwa msanii, ndio maana tukasema msanii ni kioo cha jamii. Ninachojiangalia nikisimama mbele ya kioo najiona mimi. Lakini wenyewe wameshawaambia kwamba wana uhuru wa kuchagua chama chochote wanachokitaka na wao ni wananchi kama ninyi. Ni sahihi, lakini sasa tukija kwenye hali ya binadamu kawaida, sasa wale ndio ni wanadamu kama sisi tulivyo, lakini tukichimba kwa undani zaidi, sisemi kwamba ni namna moja kwa moja kwamba wanatumika, lakini tukichimba kwa undani zaidi kuna kitu ambacho wanakipata, kuna namna ambayo wao wana benefit. Leo hii baadhi ya wasanii nikiwaambia wanionyeshe kadi zao za mpiga kura hawana, lakini kila siku piga kura, fanya hivi, then what? Wewe kuona ni influence kitu ambacho wewe ufanye. Au kuna muda wasanii au content creators wanajua uhalisia, lakini hawaendi kwenye uhalisia, hawaendi kwenye ukweli kwa sababu kujiangalia wao wenyewe. Na kuna wakati ambao moja kwa moja mimi siwalaumu watu wa aina hii, na ulaumu ubinafsi ulio ndani yao. Wengi wanakuwa wanajifikiria wao wenyewe. Wengi wanajifikiria kuhusu familia zao, lakini mwisho wa siku wengi wanajifikiria kuhusu usalama wao. So kuna mtu anaogopa kusema kitu fulani kwa sababu anaogopa labda nitaonekanaje. Kwa hiyo kuna namna ambayo kwenye nchi yetu au nchi nyingi za Afrika kuna kitu kimezimwa, kuna kitu kimefichwa. Watu wamepewa uoga, umeona, na vitu kama hivyo. So lakini mimi naamini mwisho wa siku kuna wakati watu watachoka kabisa na watu kuwa bado hawajachoka kumbe. Moja kwa moja siwezi nikasema kwamba wamechoka, lakini huenda hata wameshaanza kuchoka. So kuna wakati ambao watu watachoka kabisa. Kwa tuko kwenye stage fulani ya mchoko ambao hatujateketea manake. Tuseme kwa staili hiyo, lakini huenda tumeshafika kwenye huo mchoko wenyewe. Umeona? Sasa huo mchoko ukishafika, kama umefika au ukija kufika, watu watakuwa tunawasikiliza tena wale. So kuna muda ambao watu watachange wenyewe na kwa nini tusubiri tuchoke kabisa? Kwa sababu wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kama tumeshajua kwamba tunalishwa vitu ambavyo sio sahihi, tunaaminishwa vitu ambavyo sio sahihi, na tuna uwezo wa kupambanua. Kikwete aliwahi kusema za kuambiwa changanya na za kwako. Tumeshafika stage ya kuchanganya na za kwetu. Kwa nini tunaendelea kusubiri? Why don't we act now? Sawa, ndio maana nataka sasa nijibu lile swali lako ambalo liliuliza pale hapa mwishoni wakati unasema unaenda kufunga kipindi. So nadhani tunaenda kipindi cha uchaguzi. Kipindi kama hichi vijana wanayo haki ya kufanya uchaguzi kadri ya sheria ya nchi, kadri ya demokrasi, kama tunavyoamini kwamba Tanzania ni nchi ya demokrasi na ni kama nchi nyingi ambazo zinafanya demokrasi. Lakini ushauri wangu katika kipindi kama hichi, kijana unao uwezo wa kuamua future iweje. Kijana tumezoea kusema ule msemo ambao sijui kijana ni taifa la kesho. Hapana, ile kesho ni leo, yani ile kesho imeshafika. So tarehe 29 kijana unayo
haki ya kuamua ni nini unataka kwa yenye nchi yako, ni future gani ambayo unaitaka nchi yako iwe nayo. So kama ukikaa chini ukifikiria kwenye ile za kuchanganyana za kwako, huu ni muda wa kuchanganyana za kwako kweli kweli. Tarehe 29 ni muda wa kuchanganyana za kwako. Ni wewe utaamua vipi sasa, unajiongeza vipi? Unachanganya vipi? Lakini sema ni kama tumewekwa kina Imani wawili alafu tumeambiwa chagua mmoja. Okay. Sawa, yeah, ni sahihi. Ni kama tumepewa Imani wawili, tumeambiwa tuchague mmoja. Na mimi sijamwambia mtu afanye kitu fulani. Sasa ndo nasema kwa mazingira kama hayo unafanya nini? Okay. Sijamwambia mtu okay. Nakubaliana na wewe Silvan. Yeah, najua. Lakini swali langu ni kwamba nimewekewa tikiti naambiwa chagua. Una uwezo, okay, nimewekewa tikiti na tikiti. Ninaweza nikaamua nisichague chochote, nisichague tikiti hili wala tikiti hili kwa sababu yanafanana ladha. Lakini pia huenda nimeshachoshwa na matikiti ya nyuma au matikiti ambayo nilikuwa natoa. Okay, unafahamu? So huenda ile tikiti, huenda naona kabisa tikiti hili limeharibika. Unaweza kaniwekea matikiti mawili ambayo yanafanana, lakini nikiangalia kwa undani nagundua tikiti hili limeharibika. So ninaweza nisichague tikiti afadhali. Okay, ninaweza nikabadilisha mlo, nikachagua chungwa. So sasa chungwa halipo, kuna matikiti pekee yake umewekewa mlima. Basi nadhani ni muda ambao una uwezo usichague kabisa tunda lolote. Yaani kati ya tikiti na hili tikiti, nisichague tikiti, nikasema leo sili tikiti. Then nikafanya. Sasa usipokula tikiti utakula nini wakati kwenye buffet pale ndo kuna tikiti mwanzo mpaka mwisho? Yamekatwa tu kwa shape tofauti. Kwenye buffet. So ninaweza nikaruka upande wa matunda. Nisichague tikiti. Kwa mimi kwenye kuzungumzia tikiti limeharibika. Namba nizungumzie kwenye hiyo situation ambayo ipo ya kuchagua matikiti mawili. Yeah. Unafanyaje? Sisemi kwamba mimi nitafanyaje. Okay. Ni kwamba kama nilivyokucha kusema mwanzo ni kwamba demokrasia lazima kuna amani lakini pia kuna haki. Na hivi vitu ndio ambavyo vinatokea sasa hivi. Kipi kianze kati ya hivi vitu viwili? Amani ianze au haki ianze? Kwa bado tunapambana kwamba tuko dilema kwamba ianze kwanza amani afu tuzungumzie masuala ya haki, au tuanze kwanza haki afu ndo tufanye tuzungumzie amani. Mimi nakwenda na hiyo ya pili. Uanze ipi? Hiyo ya pili. Ya amani au haki? Haki kwanza ndo amani. Yeah, haki kwanza. Mimi binafsi. Ndio, hata anayeangalia pia atakuwa na mawazo yake pia vile vile kwamba achague kwanza amani ianze, haki ifuate au sikilizwe, au haki ianze then amani. Kwa hiyo ndo homework unatuachia mwana falsafa. Yeah, tuchague kianze kipi? Kweli. So unamaanisha kwamba mimi naomba nifahamu. Tumesema tunachagua labda haki ianze then amani. So unamaanisha kwamba wakati wa kuchagua haki hakutokuwa na amani au kunaweza kusiwe na amani? Ndio situation iliyopo sasa hivi. So tunabidi tu survive kipindi cha kutafuta haki bila kuwa na amani ili tuje tuipate amani baada ya kupata haki. Yaani ni kama task ambayo umeshaachiwa wewe kama wewe sasa. Kwamba wewe ni raia. Kuna vitu viwili. Unataka upate kwanza haki, then ndo uitafute amani, au uitafute kwanza amani, then tuje tuangalie masuala ya haki. So Imani, labda kwenye haki. Unadhani haki tunaweza tukaitafuta vipi? Kwenye kipindi ambacho tunatafuta haki ili tuje tupate amani. Nadhani hilo swali anayetutazama anaweza kutuandikia kwenye comment nadhani vipi, lakini huwezi kupata amani kama hakuna haki. Na siku zote amani huwa inatibuliwa kama haki haijatendeka. Na kwenye amani haiwezi na kwenye haki ndo kuna amani. Kwa hiyo ukichoka manake unachoka kwa ajili hata ya vizazi vinavyokuja, na kuna haki, kuna vitu vingi watavikosa. Hata sisi tuko hapa, kuna wazee wetu walipambania hii amani ambayo tunajivunia saizi na kusema ni tunu ya taifa letu. Kwa nafikiri kama vijana regardless tunatakiwa tuseme, hata kama mazingira magumu, kila siku kuna alternative. Ndio maana internet ikizimwa tunatumia VPN, sio? Ukituma nauli mtu ajaja, si unatafuta option. Yeah, sure. Unatafuta options, ndio. Asante sana kwa kututazama kwenye episode ya leo ya This Generation Podcast. Mimi ni Imani Henrik, nimezungumza na Silvano pamoja na Keifas, na wametupa insight nzuri sana kuhusiana na kijana na demokrasia barani Afrika. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.